Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Haya ndo maazimio yetu ya semina hii ya leo ambayo imeandaliwa tarehe 27 siku ya Alhamis, uandishi wa habari na ibada adhimu. Kwanza, sisi wanahabari zaidi ya 100 tulikutana leo hapa tarehe hii ya 27 siku hii ya leo. Alhamdulillah, tumekubaliana kuwa tutaendelea kutumia taaluma yetu kuleta umoja, upendo baina ya wanajamii bila kujali tofauti za kidini pamoja na zinginezo zozote. Tunaendelea kuwaelimisha wanahabari wenzi wetu na Watanzania kwa ujumla juu ya umuhimu wa kulinda rasilimali za taifa letu. Tumekubaliana kuwa tunawaomba kwa unyenyekevu mkubwa viongozi wa vyama vya siasa, jumuiya za kiraia na jumuiya za kidini kuhubirisha umoja na upendo baina ya Watanzania wa makundi, itikadi na dini mbalimbali, na kutotoa mwanya wa aina yoyote ya ubaguzi au mafarakano makubwa au madogo ambayo baadaye yanaweza yakakuwa na kusababisha taharuki na uvunjaji wa amani. Lakini pia sisi wanahabari tunaiomba serikali yetu na vyombo vyote kuendelea kuwahudumia Watanzania wote na makundi yote na kuwapa fursa vijana wa mjini na vijijini ili watoe michango stahiki kwenye maendeleo ya taifa letu. Sisi wanahabari tuliokutana hapa leo tunamuunga mkono, tunamuombea, tunampongeza, tunamshukuru, kumheshimu na kumpenda sana Mheshimiwa Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan, lakini na Mheshimiwa Mufti Dr. Abubakar Zubeir na kila kiongozi wa dini, chama na kila mtu, kila kundi na kila taasisi iliyosimama imara kudumisha amani na maendeleo endelevu ya taifa letu na kupinga kugawanya na misingi yoyote, yani kuigawa misingi. Lakini sisi wanahabari, azimio letu pia tunakiri kwamba vurugu zimetuonyesha hadhi na thamani ya taifa letu, zimetuweka karibu zaidi, zimetufikirisha zaidi, tumefikiri kwa kina, lakini pia tumeona umuhimu wa amani. Tunaamini Watanzania wote wameitafakari na kubaini umuhimu wa amani kwa sura ya karibu zaidi. Hivyo tunawasihi Watanzania kwamba njia pekee ya kudumisha utulivu nchini ni kukubaliana kukaa chini na kuongea pamoja, huku tukilipa taifa letu kipaumbele. Lakini pia tumebaini kwamba hakuna kikundi, jamii au taifa lolote ambalo kwa sababu au mazingira yoyote iliwahi kutatua matatizo yake yoyote kuleta taharuki, wasiwasi au vurugu. Historia ya dunia kuanzia zamani mpaka hapa tulipo inaonyesha kuwepo mifano mingi ya wazi inayoonyesha hasara kubwa iliyosababishwa na kitendo cha jamii au mataifa kujaribu kutatua matatizo yao kwa njia ya vurugu au kitendo chochote ambacho kinaleta taharuki na wasiwasi. Lakini mwisho tumebaini kuwa tunaishukuru na tutaishukuru BAKWATA na kuiomba pamoja na wadau wengine waendelee kutuelimisha na kutuonyesha utukufu wa kazi zetu. Mada zilizotolewa zimetufumbua macho na kujiona wenye heshima mbele ya Muumba Subhanahu wa Ta'ala. Tunaomba tupewe nafasi ya kukutana mara kwa mara ili tukutane mara kwa mara katika vikao kama hivi, kuweka mipango ya pamoja kusaidia kuleta maendeleo endelevu na manufaa ya kazi ya kizazi hiki, lakini pia na kizazi kijacho.
Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika, Mungu wabariki wanahabari wote tuliokusanyika hapa. Asanteni.